Karibu sana katika ukurasa wako wa www.afyaborakipatoimara.com. Mbele yako ni Mbaraka Mbwambo, ni professional business coach, business mentor and business trainer. Mwalimu ninayefundisha watu namna bora kabisa ya kujitengenezea kipato na kutengeneza ile mifumo itakayowafanya waweze kupata mafanikio katika biashara. Mada ya leo inasema mafunzo maalumu kwa wanawake kuhusiana na mikopo, madeni pamoja na maendeleo. Hapa kidogo nikae kwa tama na nitie huzuni kidogo, manake hili ni eneo ambalo linawasumbua sana kina mama na wanawake kwa sasa hivi. Wale wanaochukua mikopo zaidi, kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Fedha Tanzania pamoja na BOT, ni mikopo mingi inachukuliwa zaidi na wanawake kuliko wanaume. Asilimia zaidi ya 75 ni wanawake wanaochukua mikopo, 25 ni wanaume. Na asilimia hizo wanawake hawa wanaochukua mikopo, asilimia zaidi ya 70 hawana kazi. Unajiuliza, hii mikopo wanaochukua kwenye hizi asasi za vikoba inakwenda wapi? Kumbe ukija kufuatilia huku nyuma, utakuta mikopo inayochukuliwa inakwenda kusherehekewa kwenye sherehe. Unakuta mtu yupo katika vikundi vya sherehe. Kuna kitchen party, kitchen mada, kuna mtu anachezwa, anatoka, kuna mtu ana harusi, kuna mtu ana birthday. Zinatafutwa sherehe za lazima zinazosababisha heka za wanawake kwenda kuchukua mikopo. Kwa hivyo wanawake wengi hawachukui mikopo kwa ajili ya kuwekeza katika biashara, bali wanachukua mikopo kwa ajili ya kustarehe katika matukio ya kijamii ambayo wanayafanya. Na hapo ndipo changamoto kubwa inapokuja, ya changamoto ya madeni, kudhalilika, kufirisiwa, na mara nyingine hata inasababisha mtu anaweza kupoteza heshima yake katika jamii. Leo nitakupa wewe mwanamke, wewe binti ambaye umemaliza masomo, uko chuo unasoma pengine, ama uko kwenye ajira, umeajiriwa. Kuna mambo matatu ambayo hautakiwi kuyafanya kwenye maisha yako ikiwa unataka kupata maendeleo. Jambo la kwanza, kamwe usifate mashoga kufanya maamuzi kwa ajili yako. Kuna wataalamu katika maeneo ya biashara, moja katika mafunzo ambayo yapo katika kitabu cha MBA, Master of Business Administration, kilichoandikwa na Josh Kenneth, anasema make sure the decision you make comes from your own mind. Hakikisha maamuzi ya chochote unachokifanya kwenye masuala ya maendeleo yako yanatokana na maamuzi yako wewe mwenyewe. Usije kufanya maendeleo kwa sababu ya watu fulani wamekufanyia maamuzi. Moja kati ya changamoto walizonazo wanawake na kina dada ni kwamba wanapenda sana kusikiliza ushauri kutoka kwa mashoga na marafiki wa karibu. Na hii ni hulka, ni mwanamke iko hivyo, wana vigenge vya mastori na nini. Kwa hivyo wanaamini kuwa nikimsikiliza shoga yangu ninaweza nikapata matokeo ninayoyataka. Kumbe ni kinyume chake. Hawezi kwenda kuchukua ushauri wa namna ya kuchinja ng'ombe kwa muuza kuku ambaye anachinja kuku. Utapotea. Firigisi sawa zipo kwa ng'ombe na kuku, ila firigisi ya kuku na ya ng'ombe ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kila sehemu inahitaji experience yake ili uweze kuifanyia matokeo yake. Eneo la pili ambalo wewe mwanamke ambaye unataka kuchukua madeni au mikopo ambayo baadaye itageuka kuwa madeni, baada ya kuchukua ushauri kwa marafiki, nenda sasa kafanye tafiti juu ya kile unachotaka kukifanya. Kwa mfano, wewe unataka uchukue mkopo kwa ajili ya kufungua biashara ya madera. Je, hayo madera unayotaka kuyafungua katika mazingira ambayo wewe unataka kuyaweka, hiyo biashara inaweza kwenda? Fanya research. Na hapa tumia zaidi intentional thinking na sio emotional. Intentional maana yake nini? Unatumia akili na unatumia data kufanya maamuzi. Emotional unatumia hisia, kwa sababu tu wewe unapenda madera, basi unafungua duka la madera. Hii inaweza kukufanya ukashindwa kupata maendeleo na ukapata changamoto kubwa sana katika upande huu wa maendeleo. Lakini namba 3 sasa ni personal development. Anza kuhudhuria basi seminar, anza kupata ushauri kwa kupiga simu kutoka katika sehemu na asasi za watu ambao wanatoa mafunzo. Kama hapa Afya Bora Kipato Imara, tuna mafunzo maalum ambayo yameandaliwa kwako wewe mwanamke ili uweze kujiimarisha kiuchumi. Unajua Superwoman sio mavazi tu. Superwoman ni kuwa na stable katika upande wako wa kipato. Kwa hivyo ukipata ushauri, una uwezo wa kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza kukupa maendeleo ambayo wewe mwenyewe utashangaa. Kwa hiyo sehemu namba 3 ni personal development. Kupata ushauri, mafunzo, kuhudhuria kwenye seminar na trainings maalum ambazo zinaweza kukupa wewe maendeleo. Baada ya kusema haya,
nitoe rai na wito kwa wanawake, mabinti wanaosoma, wadada mnaofanya kazi, waajiriwa, tembeleeni katika ukurasa wetu, njooni mpate mafunzo. Kuna namna pekee hapo, kuna fomu ipo katika ukurasa, naenda pale, kaandike jina lako, email yako, ushauri unaotaka kuupata katika maendeleo yako, lakini utaweka na namba yako ya simu, then utasend. Lakini uko tayari sasa kupata platform ya biashara. Tuna fursa ya biashara ambayo wewe unaweza ukaanza kwa mtaji mdogo kuanzia 135,000, 155,000 na kuendelea. Kabla ya kupoteza milioni 3 ambazo unazotaka kuzichukua kwenye mkopo, chukua hiyo 135,000 na 155, njoo iweke katika hii biashara. Alafu angalia unajifunza nini katika kuifanya biashara hii ili uweze kupata maendeleo unayoyataka. Kumbuka, biashara ni mfumo. Ukiukosa huo, basi hakuna kitakachoendelea. Zaidi ya hapo, utaingia kwenye mikopo, utaingia kwenye madeni na utashindwa kuyafanya maendeleo. Ni Mbaraka Mbwambo, business coach, business trainer and mentor. Karibu sana katika ukurasa huu ili uweze kujifunza mengi zaidi katika kuboresha kipato chako, lakini pia kuboresha afya yako. Karibu sana. Usisahau kushare katika ukurasa huu kwa wengine kwenye magrupu yako ili nao wapate kujifunza kama ulivyojifunza wewe. Kwa pamoja tunasema hivi: amua, jiamini, anza. Wewe ni mshindi wa maisha yako.